Huwa rigini mpenzi mwana michezo. Ni wasaa mwingine tena tunakwenda kujadili yale makubwa ya kimichezo ambayo yamejili katika viwanja vya soka, na kubwa zaidi ni suala la Simba Sport ambao wanakwenda kuadhibiwa na kupewa adhabu kali. Kujua ni adhabu gani hiyo, kipi kimesababisha, basi usisahau hapa kusubscribe, na inakwenda kukutajia mlolongo wa kila kitu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usiluke sehemu yoyote ili uweze kulielewa. Na baada ya mchezo kukamilika, Simba akifanikiwa kupata sare ya goli 1-1, tuseme RS Berkane akifanikiwa kupata sare ya 1-1 na kuchukua ubingwa wa CAF. Kumekuwa na maneno mengi na video nyingi zikitembea. Video ya kwanza ambayo ilikuwa inatembea ni hili ambayo Simba Sport waliposti kupitia kurasa za mashabiki wa Simba, wakionyesha kwamba kocha refa wa RS Berkane na baadhi ya makocha wa refa na makocha wa RS Berkane wakiungana katika chumba kimoja. Tunasema yule refa wakati alikuwa kwenye kichumba cha walikuwa ni chumba kimoja wakipeana pongezi, na hii ikaleta tafaruku kubwa ambayo imesababisha mambo mengi kutokea. Lakini tukianza kabla ya mchezo sasa, kwa nini Simba wanakwenda kuadhibiwa? Kwa sababu wameshitakiwa na shirikisho la mpira hilo. Yani RS Berkane wao hawajatuma malalamiko yao walishayafaili wakawapa shirikisho la mpira. Kwa hiyo sasa mwakilishi wa shirikisho la mpira ndo amewashitaki moja kwa moja klabu ya Simba, na huenda wakapigwa lungu zito. Tukio la kwanza ilikuwa ni matukio ya imani za kishirikina. Wao wanasema na wametoa ushahidi, wameonyesha kabisa wakati kabla ya mchezo walienda kutoa vitu katika magoli. Kama hizo clip ulikuwa unaangalia vizuri utakuwa uliziona, na watu wengi wakawa wanasema na wao wamekuja na mganga wao, kwa sababu kuna vitu walikuwa wakichukua uwanjani walikuwa wanaenda kumuonesha. Kumbe ile ilikuwa ni upelelezi na kuonesha ushahidi wa aina yote. Lakini tukio la pili kabisa ambalo lilifanywa ni kwamba hata wakati wanakuja waliandaliwa magari, lakini wapelelezi wao walisema magari hayo yalikuwa si salama kwa afya ya wachezaji, ndio maana hawakuweza kuyatumia na wakaamua kutumia usafiri wao ambao walikuwa wameandaa moja kwa moja. Lakini swala lingine la tatu ni kuletewa vurugu wakati wanafanya mazoezi ya mwisho. Waliletewa vurugu na figisu mbalimbali wao wanavyosema, na ikawasababisha waandike kuripoti mambo haya. Tukio la tatu ilikuwa ni wakati wa mechi ambayo nilikuwa nishalizungumza kwamba walikuwa wanatoa video ambavyo vimewekwa na klabu ya Simba Sport. Kwa wao wanavyosema vitu vimewekwa na klabu ya Simba Sport. Na tukio la tatu ni kumvamia mwamuzi huyu ambaye amewanyonga sana Simba. Amevamiwa na kuatakiwa kwenye chumba chake baada ya kuonekana kwamba ana ushirikiano na wakocha na ustafu wa RS Berkane. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwamba sasa hawa Simba Sport wao pia walikutwa na hatia ya kuletea vurugu wa RS Berkane hasa mashabiki. Lakini Simba pia anakutwa na kosa ambalo limeshtakiwa kupublish mambo ambayo hayajatolewa ufafanuzi mtandaoni. Amepublish nini? Ni kuhusiana na masuala ya refa. Watu wengi wa Simba Sport wamelizungumzia hili na wamelalamikia, lakini kinyume na hili ambavyo ilikuwa inahitajika. Yani kwa mwanzo tulifikiria kwamba zile video Simba zilikuwa wanazichukua zitakwenda kuwasaidia, sasa zinakwenda kuwanyonga, na hii ndo mbaya zaidi ambayo sisi hatutamani kuiona. Lakini sasa tutafanyaje? Mtoto kashaonyea, tunasubiri waone wanafanya maamuzi gani. Lakini kingine ambacho unaweza kukifahamu ni kuhusiana na imani za kishirikina, kwamba klabu ya Simba walikuwa wanafanya imani za kishirikina, na ndio maana mechi ilikuwa ngumu na wakapata goli 1-1. Na hili tukio ndio wanasema watakwenda kuliripoti na kulishitaki mbele ya haki ili waweze kupata haki yao na Simba waweze kufungiwa. Sasa Simba kifungiwa, ni kipi ambacho kinakwenda kutokea? Ninakutajia baadhi ya adhabu ambazo Simba anaweza kufungiwa. Simba anaweza kufungiwa ushiriki mchezo wa CAF kwa msimu mmoja. Simba atatakiwa kulipa fine au kutocheza CAF. Lakini kuna kulipa fine peke yake, hiyo si mbaya sana kwa klabu ya Simba, so fine hizi zipo ndani ya uwezo. Lakini tukiangalia kwa umakini, tuseme kwa umakini, mimi na wewe tujadili, hivi unahisi kocha refa hule maelekezo alipata kwa nani? Kwa sababu
kama tu shirikisho mambo yanaonekana waziwazi, lakini wao adhabu wanataka kumpa Simba na refa wamfungie mechi moja. Wao wanaona ni sahihi sana, lakini kwetu sisi wanatuumiza na wanatufanya tushindwe kuwaamini tena watu wanaosimamia mpira wa Tanzania. Rais alikuwepo, yupo hapa, lakini mambo yanafanyika mabaya hovyo. Rais wa CAF na maanisha, sio rais huyu mbaya hataki kutetea watu. Ninasema rais wa CAF mbaya na yeye pia yuko collapsed. Sasa hatujui ni kipi kinakwenda kutokea. Usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante, mashallah, wallah.